Ni nani atakayenisikiliza zaidi ya wewe mke wangu? Hayo matendo naona yanapitiliza, yananumiza moyo wangu. Unapenda kula kaa nini? Bila kufanya kazi? Yaani unapenda kunisimanga ili niache kula. Siache na kula mpaka nimalize. Mwacheni shemeji yangu wale anenepe. Mtake tu ishavu kwani? Watu na mashemeji zenu tena. Yaani ikifika muda wa kula tu mnaanza malombano. Ni kwa nini? Kwa sababu tumeongelewa kipenzi. Kula usiniangalie mimi usoni. Halo. Mambo. Ya, nakuja. Usubirie sasa hivi. Sichelewi. Yaani unaacha kula sababu ya simu. Nakuja. Utatoka wa kwanza. Kwa nini umeshindwa kumwambia wewe mtu subiri nimalize kula? Kuacha kula sababu ya simu. Kizazi kipya hiki ni shida. Majida. Unaenda wapi? Naenda kwenye vikoba. Mama, baadaye. Mwanangu. Shemeji. Kaa tu tena chini tuendelee kula. Sasa utafanyaje? Imekuwa vizuri sana kukutana na wewe shemeji yangu. Ambia shema. Mimi mke wangu ametoka nyumbani tangu asubuhi. Amesema anakuja kwako kwa ajili ya mambo yenu ya vikoba yale. Sasa nimeona muda mrefu sana niko na nije huko kwako. Kwa kuwa nimekuona nikaona ni vyema nikuulize. Vikoba wiki hii hamna. Wiki ijayo ndio tuna vikoba. Lakini ujue ametoka ameniambia kuwa anakuja kwa ajili ya vikoba wiki hii. Sasa kwani kuna nini shemu? Basi hamna kitu. Basi sawa, samahani kwa usumbufu. Samahani shemu. Karibu. Asante. Vipi, mbona hivyo? Ulikuwepo wapi? Si niliondoka asubuhi nilikwambia kwamba natoka naenda kwenye vikoba? Sikia nikwambie. Nimekutana na Mariam. Ameniambia ukweli kuwa wiki hii hamna mambo ya vikoba mpaka wiki ijayo. Sasa wewe wiki hii unaniambiaje kuna mambo ya vikoba?
kuna mtu alichelewesha hela, ilibidi tukamfuate huko nyumbani kwake. Vipi kwani? Una Mariam kunipa hizo taarifa? Asa, ndugu yangu, mbona unanifuatilia sana? Hebu sikiliza, wewe ni mke wangu. Nina wajibu wa kukufuatilia kila hatua. Usinipigie kelele. Sitaki kelele. Unasubutu kunyanyua mikono yako na kunipiga mimi? Unawezaje kuniambia mimi nakupigia kelele? Aliyekuwa nakuuliza kweli. Yaani upo ndani ya imani yetu, bado unataka kunipiga na bado unataka kunipanikia juu, yani kujifanya kwamba wewe kidume sana. Tena ukiniletea upuuzi na kupiga tena na tena na tena. Wewe ni mke wangu. Baba, umenichoka eh? Nimekuvumilia sana. Kama umenichoka, naomba nipe talaka yangu uondoke. Unakimbilia talaka, sio? Hii sawa. Hapa naona kabisa ulichokimaanisha. Kelele nini hapa? Kwa nini mnanikosesha amani mimi silali mchana? Kwa ujinga wenu? Wewe mwanaume, kama mwanamke wako amekosea, mchukue mkono, ingia ndani, mzungumze kiustaarabu. Sio mpayuke tu, mpaka majirani wanaosikia. Mnanikosesha hata amani nisikose kulala mchana kwa sababu gani? Bado nimekupa chumba cha bure, nyumba ya bure ulale, afa nikosesha amani mimi nisikose kulala mchana. Wewe mwanaume ni mjinga kweli wewe. Sasa sasa kuwaona pondokeni mbele macho yangu hapa. Nyote hamna adabu, na wewe na mke wako wote hamna adabu. Pondokeni sasa kuwaona. Na wewe mfuate utaira mzio wewe mwenendeni huko. Hala. Ndio unataka. Tunakutoa kwa hiyo. Ndio unataka. Nimeonyesha mimi. Mwanangu. Leo mkubwa wako nimemwonesha show. Nimemchamba, nimemsuuza. Wewe acha tu. Nani sister? Ndio huyo. Yaani nimepumzika ndani nimelala. Kelele nyingi wanagombana mume wake kelele. Mpaka nikaamka mchana sikupata hata usingizi. Nilitoka kaza samahani. Kelele za nini? Nashindwa hata kulala ndani mchana sababu yenu. Sasa mama, kulikuwa na haja gani ya wewe kuachamba? Sababu mimi hawezi akanikosesha usingizi. Umeelewa? Nimemtukana kuanzia mume wake mpaka yeye mwenyewe. Wewe mama, hiyo picha hebu igeuze. Ije kwako. Wewe ndio wewe mzazi wa mtoto wa kiume. Ungejisikiaje nafanya mtoto wako wa kike? Sasa muache, kwani lazima? Amuache. Mama mwingine unitafutia mwenye matatizo na mtoto wa watu. Umemkuta tu ule mtoto naye si. Mwingine angekuchama na angekutukana na ngome angekupiga. Yupi? Wa kiume? Hapa kwake. Bado niipe nyumba ya bure. Chumba cha bure afa nitukane bibi. Na hawezi hata kunitukana mimi. Amuache. Mbona umekaa muda mrefu sana? Hamna kitu shemeji. Sasa unasemaje shemeji yangu hamna kitu? Alikuwa umekaa muda mrefu afu umejinamia. Naomba nikuulize kitu. Aliza. Hivi dada yako nimemkosea kitu gani hasa? Kwa nini? Kwa maana najitahidi kuwa mpole, kuwa mstaarabu na kufanya kila kitu kama mume kwa mke wangu. Lakini yote hayo kwangu yani kwake yanakuwa ni bure tu. Sijajua kwa nini. Na hilo ndio jambo ambalo linaniumiza sana. Shemeji, mimi nikwambie kitu. Naomba unisikilize. Haya yote unayoyaona yanahitaji uvumilivu. Naamini Mungu hajakuumba mwanaume kwa bahati mbaya. Unatakiwa usimame, uwe jasiri. Haya ndio unaweza kufanikiwa. Na ipo siku atakuja atabadilika. Usinikiziana shemeji yangu. Tukimchana mwema baadaye. Asante sana kwa maneno yako. Kutia nguvu. Vitu vya kawaida tu. Sawa.
atakayenisikiliza zaidi ya wewe mke wangu. Hayo matendo naona yanapitiliza, yananumiza moyo wangu. Hivi ni kweli, ni kweli bwana? Mbona kaja muda mrefu afu umekuwa mtu wa mawazo? Nini shida bwana? Oya babu, katika mwanaume anaelelewa mwanamke wake hapa mjini, huyu wa kwanza. Yaani mke wake anatafuma na anaume njiani anaelewa. Sawa. Sawa. Mimi nakwambia kweli, mwanamke wako anakufanyia sicho. Hebu sikiliza. Iwe ndicho, iwe sicho, iwe ndivyo, iwe sivyo. Yule ni mke wangu mimi. Sawa. Kwa matatizo yangu mimi wewe hakuhusu. Sikia babu, sisi wote wanaume tunachana na ukweli. Yaani maisha sasa hivi habari ya kufichana hamna mtoto wa kike hapa. Wewe unapofikia sio pazuri, sawa? Yaani mimi nakwambia ukweli mtupu, kwa sababu mimi mke wangu nafichana naye kila siku guest. Kwa hiyo kama ni ukweli unaona bora uje kumwaga hadharani, si ndio? Sasa wanaume wote tumekaa na matupu tunachana na ukweli. Kwa kama wanaume nyinyi ndio na mwenzangu ndio nini? Unaongea na ukweli babu. Ndio maisha yangu yanakuhusu. Sasa hivi wewe. Haya maisha yangu yanakuhusu nini? Haya sawa, fanya yote sawa. Au unajisikiaje? Mimi naniuma mtoto wa kiume anamikia babu. Hata kama kweli ndio ule jazalani. Kwa nini usinifuate Mungu kaniambia? Ili wewe unanijua vizuri. Unanijua vizuri. Nataka mimi nataka. Tulia. Hii maskani toleo. Ndio sio ukakana watoto maskani. Yaani mwanamama mwanzano wabadilike. Mwanamke anapita guest cup hivi rafiki yangu. Huyu nikimchekachekea huyu atanipanda kichwani. Sawa. Wewe mambo yangu mimi nakuhusu nini wewe? Mwambieni mwanamama mwanzano anaelewa kila siku mpaka kila siku anamegwa. Nini? Afanyeni wewe mna kama unajojumbea nini wewe maskani yenu mimi ndio waskai tena maskani yenu. Nyie vipi hapo na wewe? Anajua watu. Wewe mke wangu. Hadi kae mshamba mmoja kinege. Mwambie mwanamama mwanzano anabadilika. Wewe unamtaka kila siku unakutana na guest mwanangu. Imekuwa kama chakula rafiki yangu. Anaingia mwanaume. Mambo gani babu? Atrida mke wangu. Be. Hivi unataka nikufanyie kitu gani? Kiwe bora, cha thamani. Ili uwe vile ninavyotaka mimi. Acha kuzunguka sana. Ingia kwenye point ile nikuelewe unachotaka kumaanisha. Umeelewa? Unazo habari zako zote. Taarifa zako zote mimi ninazo. Taarifa gani? Nakuhusu nini? Kila unachokifanya katika mtaa. Habari zote za katika mitaa, yani matendo yako yote. Mpaka za kukutwa guest. Tena na rafiki zangu karibu. Hivi Joni, umeamua kunivunjia heshima? Kweli? Mimi wa kuingia guest. Hangali nafahamu kabisa mimi ni mke wa mtu. Na wewe tena unaambiwa unayabeba mazima. Mimi mke wa mtu kweli niingie guest, nifanye uchafu. Huo uchafu nao maanisha ni uchafu gani? Mimi najiheshimu. Bado tupo kwenye kunipumbaza sio? Kwamba nimedanganya, si ndio? Na wewe alokuambia huo umbea, huo uongo na huo unafiki, ni nani huyo? Kidudu mtu ambaye anayetaka kutugombanisha mimi na wewe. Hakika aliniambia si mtu wa kuongeza maneno wala kupunguza. Akisema jambo amesema, si yeye kuona yule kijana amedanganya. Bonge hawezi kunidanganya mimi katu. Hii habari ni ya kweli kabisa. Hivi Joni, kweli wewe unakaa kabisa unamsikiliza Bonge kila anachokuambia unasema yani ni kweli? Ina maana mimi na Bonge wewe unamwamini sana Bonge kuliko mimi Bwana usimchoshe, shaanza makelele huko ndani. Wewe endelea kuwaza. Niko njaa sana. Madam unakataa lakini lisemwalo lipo. Okay. Sawa. Ipo siku utakuja kunifahamu mimi ni nani. Wananipigia kelele. Kama unalala kama huwezi kulala nenda kakeshe nje. Secret love. Secret love. Secret love. Mapenzi yanaumiza mama.
Hapo bebe, hapo. Wewe bonge. Simama hapo. Wewe Mungu nilikuwa nakutafuta kweli, yani wewe nimehangaika mitaa mzima na kutafuta wewe. Haya, mwanaume mzima kutoka mguu mosi hadi mguu pili kwenda kumwambia mume wangu kwamba umenikuta guest, inakuhusu nini? Wewe maisha yangu mimi yanakuhusu nini kwamba nimeingia na mwanaume huyu, kesho na mwanaume huyu? Wewe kazi yako kamera kumulika watu, ukimaliza hapo unaenda kutangaza. Wewe mbona hujatoka kusema kwako kwamba tulikutana wote guest na wewe guest ulifuata nini? Kasio na wewe mwenyewe umalaya. Wewe mwanaume mwanamke. Umeshindwa kukaza. Wewe mbona kwako huko unafanya, mbona mimi sijaenda kutangaza? Tena unaona haitoshi kabisa, direct moja kwa moja kwa mume wangu. Unanilisha wewe? Unanivesha? Sasa mimi na mume wangu wewe inakuhusu nini? Tena iwe mwanzo na mwisho. Leo nakupa onyo. Siku nyingine sitokuambia na mdomo, utakuonesha vitendo. Mungu wangu. Yo, nilikuwa nakustai tu. Una bahati. Njoo kama unaniweza. Mwangalie wewe. Nije? Unachapa sana umezidi. Ni nani atakayenisikiliza? Yaani nimekaa toka asubuhi na kuongelesha wewe. Wewe mwenzangu umenikalia kimya. Yaani leo tunaishi kibubububu humu ndani. Yaani muda wote naongea na wewe na kuongelesha kila ninacho, yaani najaribu basi hata unifokee. Mwenzangu sijui umetia mapamba masikioni. Ina maana unashindwa kuniuliza mke wangu wewe umerudi asubuhi. Umetoka wapi? Wewe umekaa kimya leo. Yaani leo umeniamulia kabisa kunikalia kimya humu ndani. Unitaki humu ndani niondoke. Na kukela na kuboa Asa ngoja niondoke nikuache peke yako, maana nimeshindwa kukaa na mtu ambaye hataki hata kuongea na mimi, kunipa hata support. Ngoja niondoke. Wasalimie. Yaani unaniambia kabisa niwasalimie. Unihitaji humu ndani. Nitakuonesha. Yaani unaniangalia navaa nguo. Umelizia niondoke. Wasijeuri. Endelea kwa Aisha. Matilda hizi tabia kaanza lini? Haya kayapata wapi? Sisi wale ndugu zake watatuelewa vipi? Sasa ndugu yangu kwambia. Mwanaume sasa yule anajua kupetipeti, anajua kunikea. Sikia nikwambie wewe. Hapa palaliki, hapa kaliki. Lazima upate taarifa za mkeo. Ujue unaishi hapa ni sababu ya mkeo. Kama utafanya hivyo na utafaulu hivyo, basi mimi na wewe tutakuwa katika mahusiano ya siri yasiyokuisha. Unanisaliti pia, rafiki zangu wanakuja kuniambia wanasema ushemeji hakuna haga, na mimi moyo wangu umekataaga, na mimi siwezi beba mzigo wa punda. Utaubeba beba. Unaona sawa na